Leo umefanyika uchaguzi ambao umemweka tena kwa mara nyingine Mheshimiwa Eliud Pangamawe kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Halmashauri ya Mji wa Njombe. Ndio. Sasa katika uchaguzi huo kuna mengi ambayo yamezungumzwa, na unajua siku zote kiongozi anapokuwa anarudi kwenye madaraka kuna vingi ambavyo anakuwa amepitia. Na kama wananchi au wanajumuiya kwa maana wafanyabiashara wenyewe wanakuwa wameona umuhimu wa kumrudisha tena, na kuna vingi ambavyo wanatamani kuendelea kuvipata kutoka kwake. Yes. Na uwezo kurudishwa kwenye madaraka kama una kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya, si ndivyo? Of course, unajua kile sehemu watu bado wanakuhitaji ni namna ambavyo mweze kuhandle hisia za wafanyabiashara. So amepata nafasi ya kurejea tena kwenye madaraka. Kumbuka kama nilivyoweza kujuza mwanzo, alikuwa ameshamaliza mihula yake miwili ya miaka 8 kwa ujumla, lakini bado wakaona no, usiondoke, tunakuhitaji, baki hapo. Na ameshinda kwa kura nyingi kiukweli. Kuzingatia wajumbe waliopiga kura na kura alizopata, kiukweli naweza kusema ameshinda kwa kishindo kabisa. Sasa ukiona bado unazidi kwenye muda wako wa kawaida na bado unapata ushindi mkubwa kama ule, ni jambo la kushukuru Mungu kwamba amekupa kipawa ndani na unakionyesha na watu wanakihitaji na wanataka uendelee kubaki hapo. Sasa tumsikie hapa, kwanza tunalipa bill, tutakaporejea hapo tuje kumsikiza kwa uzuri kabisa kile ambacho alikuwa amekizungumza, nini ambacho wafanyabiashara wategemea kutoka katika uongozi huu wa sasa ambao umeenda kuanza rasmi siku ya leo kwa mara nyingine. Okay. Jina naitwa Eliud Pangamawe, mwenyekiti Jumuiya ya Wafanyabiashara Halmashauri ya Mji wa Njombe. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hiyo fursa ya kurudi tena kuwa mwenyekiti Jumuiya ya Wafanyabiashara. Ni imani yangu wafanyabiashara wanaamini utendaji wangu. Kwa maana ya ufanisi wa utendaji wa kazi katika Jumuiya ya Wafanyabiashara kwa kipindi chote, kwa kweli nimewapa ushirikiano mkubwa na wao wamenipa ushirikiano kwa sehemu. Lakini kuhusu hoja yako nini nitawafanyia, mimi niseme tu nimejipanga kiutendaji kwa namna bora zaidi kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwanza kabisa naamini wafanyabiashara wengi wanatafuta fursa za kiuchumi. Atapataje mtaji ili aweze kufanya biashara? Kwa hiyo wamekuwa wamekutana na vikwazo kwenda kwenye benki ambazo zina ukwasi mdogo, na kwa sababu zina ukwasi mdogo zimekuwa zikikopesha mikopo kwa gharama kubwa sana. Ninazo taarifa kwamba BOT wana program ya siku si nyingi kuona kwamba wanapunguza gharama za mikopo, kwa maana ya zile interest za mikopo, kwamba ni imani yangu watu wa mabenki watapewa mwongozo kutoka benki kuu kwamba waweze kupunguza zile gharama za mikopo. Kwa hiyo pale tu mara nitakapopata fursa ya kupewa taarifa na mabenki kwamba sasa vile viwango vya tozo za asilimia kwenye mikopo zimepungua, nitakuwa nina pressure kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kila mfanyabiashara mwenye anatafuta fursa ya mkopo anaupata kwa wakati na bila masharti ambayo yatakuwa yanasumbua, kwa sababu bila shaka watu wa mabenki itakuwa ndio mwanzo wa kupata wateja wengi zaidi kuwahudumia. Kama ambavyo nimesema, kwanza ndugu mwandishi, nimepata timu nzuri ya kufanya nao kazi. Hapo mwanzo kidogo naweza kusema timu tulikuwa nayo, lakini ule muunganiko wa timu ya kufanya kazi ulikuwa ni muunganiko ambao kidogo unateteleka, kwa sababu unajua mkishakuwa watano mmepangiana majukumu, ikatokea wawili wana emergency au watatu, kwa hiyo hamwezi kukaa kikao mkaketi mkaprogram majukumu ambayo umepewa na wafanyabiashara. Kama mna malengo, mnataka kufanya jambo fulani, hamwezi kufanikiwa, kwa sababu uongozi ni timu. Mnapokuwa timu mnaweza kufanya vizuri, kwa sababu kila mmoja anakuwa na mtazamo tofauti, na hiyo inakuwa ni chachu katika msukumo wa kuhakikisha mnawaletea maendeleo wale ambao mnawaongoza. Kwa hiyo ninaweza kujibu kwamba ninataka kubadilisha tabia ya uongozi. Katika hali ya utendaji wangu nitabadilisha tabia ya uongozi na nitajiframe upya kabisa mimi na viongozi wenzangu, kwa sababu nimepata katibu mzuri, nimepata makamu mwenyekiti mzuri ambao mimi na imani tukikaa pamoja tukafanya jambo tutafanya mambo mazuri tu. Na moja ya mambo mazuri ambayo nayasema ni pamoja na kuhakikisha wafanyabiashara wanapata fursa za kupata hizo fedha kwa ajili ya kuendeshea biashara kupitia taasisi mbalimbali za kibenki. Sikia mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara au Halmashauri ya Mji wa Njombe. Ndio. Kuna kitu ambacho naamini kabisa kwa wale ambao wamemchagua hawatajutia. Of course, na kwa wale ambao wanatamani pia ama wanafikiria kuingia kwenye biashara, ujue kabisa wamepata jembe. Kabisa, kwa sababu unaona hapo anazungumzia fursa ambazo haziendi kumnufaisha yeye peke yake. Ndio. Zina kunufaisha mpaka
wafanyabiashara wengine, si unaelewa bwana, in which kwa mtu ambaye yupo kwenye sekta ya biashara tunatambua na kuna wengine wako ngumu sana kumfungulia milango mtu mwingine, lakini yeye anaonyesha kabisa kwamba pamoja na kama nimeingia kwenye nafasi hii hata ishia tu kuwabeba au kuwasupport wafanya biashara ambao tayari wapo kwenye biashara na wanafanya vizuri, ila atawatazama pia hata wale ambao wanahitaji mikopo, wanahitaji msaada kutoka kwenye benki mbalimbali. Umeona, na ni mtu ambaye si tu anazungumza, ni mtu ambaye ana fact, ana taarifa muhimu. Unaona, anazungumzia issue ya BOT hapo kuhusiana na issue ya kushusha gharama za riba kwa wafanyabiashara na nini. Sasa kuna viongozi wengine wanaanza kaa kwenye uongozi hana taarifa, na wakati anasema kama kiongozi inabidi wewe mtu wa kwanza kupata taarifa, na yeye anaonyesha hilo wazi wazi. Na nafikiri pia kitu kingine ambacho kinambeba ni kwamba ni mtu ambaye anaelewa mambo mengi. Simela vizuri. Yaani kuna watu tuko nao mtaani kwetu viongozi, lakini pia hawaelewi namna gani mimi naweza nikaingia benki kuomba mkopo. Yes, that's it. Simela vizuri. True. Yaani pengine malipo sio ya nini na nini haelewi yanafanyika vipi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaelewa inakuwa ni rahisi kumtetea mtu mwingine vizuri, kwa sababu wewe ukishindwa kusimama kutetea, maana yake mimi nitakuja kuangalia kwamba Adrian hili swala limekushinda. Sio vizuri. Ngumu sana. Na pengine mtu anaweza asije kukuambia afa akakuwekea tu visa kwamba bana huyu kiongozi sisi hatufai. Kabisa vizuri. Yes, kwa sababu anaweza kaweka mgomo kwamba bana sisi huyu kiongozi hatufai, hatumtaki kwa sababu anashindwa kupigania maslahi ya wafanyabiashara. Sio vizuri. Kuna fursa zimekuja, anashindwa kutupigania, tukapata mikopo, tukaendesha biashara zetu, tukainuka hapa tulipo. Sio vizuri. Kwa hiyo ni moja ya kiongozi ambaye anajua vitu vingi na anaonyesha mfano huo wazi kwamba najua na nitaifanyia. Unajua kuna mtu mwingine anajua vitu lakini hayupo tayari kushare na watu wengine. Kushare na watu anakuwa yani kwamba kitu ambacho anakijua anatamani akae nacho yeye. Kwamba anapoona unainuka wewe yeye anaumia. Sasa kiongozi ambaye anajitambua na mwenye uelewa mpana hawezi kuwa na mindset ya hivyo. Na mimi naweza nikasema tu kwamba wafanyabiashara ambao wamemchagua kwa mara nyingine tena hawajafanya makosa. Ndio. Kwa sababu mimi pia nazidi kudhihirisha kwamba mmenichagua na nina sababu ya kuenda kubaki hapa na nitawaonyesha au nitathibitisha au sitawaangusha maamuzi mliofanya juu yangu. Siamini kama kuna sehemu wanaweza kukupitisha mtu kwa sababu ya ukubwa wa biashara ambayo unaifanya. No, wanaangalia namna ama wanaangalia ufanisi. Yaani wewe unachagua gani kwangu? Yes. Kwa nini kuchague tena? Kabisa. Kwa sababu watu watakuja hapo watajinadi namna ambavyo watafanya, lakini na wewe bwana ufiki pale. Na ukisema uzungumzie mtu ambaye utasema bwana mimi mbona na biashara kubwa. Unaweza kuwa na biashara kubwa lakini swala la uongozi ni swala jingine kabisa. Yaani utashi, ndio maana tunasema uongozi kwanza ni utashi. Sio ule vizuri. Watu wameshaelewa bwana, wewe una utashi wa uongozi. Kuna mtu anaingia kwenye uongozi kwa sababu ya maslahi ya kwake binafsi. Lakini mtu kama huyu mimi, yani si tu kwamba leo namfahamu Pangamawe, tambo sana namfahamu. Ni moja ya viongozi ambao wana utashi, wanafikiria jambo mara mbili mara tatu, sije kwa Pangamawe na kutoka kwenye maamuzi. Sio vizuri. Kwanza ukimshirikisha jambo lako kabla hajakupa jibu, hata kikupa jibu papo kwa papo, unaweza kuzunguka kujikuta bado mode pale pale kwenye jibu lake. Unarudi pale pale. Na kwa sababu pia sifa moja pia nyingine ya kiongozi ni uwezo wa kufanya maamuzi. Na uwezo huo mimi binafsi naweza kusema anao, na pia waliomchagua wameona hivyo, na kwa muda wote ambao amehudumu kwa miaka 8 wameona hicho kitu. So kumrejeshea tena nafasi yake ni jambo ambalo wafanyabiashara inabidi wajivunie. Inawezekana kuna wengine ambao walitamani kukaa pale. Lakini kwa sasa mimi nadhani ni muda mzuri pia wa hao ambao wanatamani kuchukua nafasi yake, wanatamani kuja kumpokea kijiti, wakai bench, wajifunze anachokifanya ili muda mwingine tuwe na kina Pangamawe wengi. Si unaelewa? Inakuwa ni nzuri pale ambapo inafika hatua chazi unaondoka mahali kuna watu wamejifunza kwako mpaka unaacha legacy ya watu wengine wanakuja kwako. Yaani kwamba wewe unakuwa mwalimu wao. Lakini sasa inatokana na uamuzi binafsi, uko tayari kujifunza? Sasa shida ndio iko hapo. Kwa hao wengine wako tayari kujifunza? Shida ndio inaanzia hapo. Bwana, sisi tukushukuru sana wewe bwana tusikiza, unaweza kushiriki nasi kupitia nambari ya simu 0747130140. Tumeona tusikiza kutokea wapi na unalipi la kushiriki nasi, na sisi tunasogea pamoja mpaka pale inapotimia 12 kamili ya jioni. Tuko na mengi mazuri kwa ajili yako, usiondoke, baki nasi, tutarejea baada ya kulipa bili. Mimi naitwa Adrian Amos, lakini siko peke yangu. Mimi naitwa Charles Milo.